jambo hili la nyimbo, baadhi ya Waislamu wanatafutia utukufu na umaarufu kupitia jambo hili la nyimbo, kama walivyokuwa maarufu wa kiduniani wale waimbaji wa kikafiri. Na pia hawa baadhi ya Waislamu wanataka umaarufu huo kupitia hizi nyimbo. Makafiri wana nyimbo zao za kikafiri, gospel. Sisi Waislamu hatuna nyimbo. Baadhi ya Waislamu wasituletee gospel katika Uislamu. Uislamu hauna gospel kabisa. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na teknolojia ya kisasa na vyombo hivi vya kisasa, sauti za wavulana zinatengenezwa na kupambwa, zinakuwa kama sauti za wanawake, na ndio maana zinaleta mvutio mkubwa kwa nyoyo za baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanaathirika, hasa wanawake wanaathirika zaidi kwa hizi nyimbo wanazoimba hawa wavulana. Na hawa wanaoimba wanatoa dalili za dhaifu, na kwa watu ambao sio maulama wanatoa fatwa za makosa za kuhalalisha jambo lililoharamishwa na Uislamu. Fatawa dhaifa bal awhan min buyuti al-ankabut, wa inna awhana al-buyuti la baytu al-ankabut law kanu ya'lamun. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umeharamisha nyimbo. Qur'an, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zote zimeharamisha nyimbo kwa dalili zilizo wazi. Kashamsi fi rabi'ati an-nahar, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 6 ya suratu Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa minan nas man yashtari lahwa alhadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Allah subhanahu wa ta'ala akiharamisha nyimbo, Allah anasema kuna katika watu wanaokhitari maneno ya upuuzi ili wawapoteze watu na njia ya Allah, na wanaifanya njia ya Allah wanaifanyia istihza. Hao wana adhabu yenye kudhalilisha. Ibn Abbas wa Ibn Mas'ud wa ghayruhuma min as-sahaba wat-tabi'in wakifasiri aya hii wanasema al-aghani wal-ma'azif, maana ya lahu al-hadith ni nyimbo na hivi vyombo vya